Say tayari umeshanunua account ambayo ipo kwenye offer. Ukilogin kwenye account yako ya ForTraders au kwenye email yako utapata notification kwamba umenunua account na watakutumia details za account yako. Sasa kama hujaona hiyo emails, maana yake unaweza ukaingia tu kwenye account yako ya ForTraders ukalogin kwenye website, then ukaja huku chini utakuta hapa kuna details za account yako. Utakuta hapa imeandikwa active. Sasa mimi sina active account hapa, ndio maana you don't see, lakini nina account ambayo nilishaitumiaga before hii hapa. Umeona previous challenge ambayo nilibreach, sikuweza kuifaulu hii account. Lakini hizi ni process ambazo naelezea jinsi ya kuconnect sasa account yako na MetaTrader 5 ambapo ndo tutakuwa na tradia. Kwa hiyo utabinya hapa sehemu ambayo inaonyesha show dashboard, then utashuka chini, utakuja hapa kwenye MetaTrader trading account, ambapo hapo utakuta login details na password, ambapo unaweza ukabinya ku view password au ukabinya hivi box hapa ku copy direct password na saver. Sasa baada ya hapo utakuja kwenye MetaTrader 5. Ukishakuja kwenye MetaTrader 5, kwa sababu let's say unakuwa huna account, utakuta imekwambia add new account. Kwa utabinya add new account au utabinya HK plus hapa juu. Hapa kuna kiplus kipo juu hapo, utakibinya HK plus, then utakuta kitu kama hichi, then utakuja hapa kwenye find broker. Ukija kwenye find broker utakuja utacopy server details hii. Unaweza hold au ukabinya tu hapa kwenye hivi box tab, ukawa umecopy ukaiweka hapo, ukapaste, then utasearch, then itakuja hii hapa. Ikishakuja hapo utaselect, then utarudi tena utacopy login details ambapo ndo hizo namba hapo, utakuja utapaste hapa juu, utakuja tena utacopy password, then utakuja utazi paste hapa kwenye password. Ukishamaliza hapo utabinya login. Ukishabinya login, account yako itakuja hapa, itaonyesha kwamba kwa pale, kwa sababu account zenu ni 6k, kwa itaonyesha hapo ni $6 challenge. Then utabinya hii sehemu ambayo imeandikwa trade, utaona hapo capital itakuwa imeandikwa pale $6. Kwa hiyo ili kuanza sasa, utabinya sehemu ambayo imeandikwa quotes hapa chini hapa, utakuta kuna pairs nyingi. Hizi ni currency ambazo ndo tutakuwa tuna trade, utazikuta ziko nyingi hapa. Sasa ili zisikuchanganye, utabinya hichi kidude juu hapa cha ambacho kimechorwa edit. Ngoja ni hapa juu hapa kuna sehemu kama kimechorwa kama kipenseli, utakibinya kushoto hapa, mbona kitakubinyika. Okay, kwa sababu na rekodi hapa. Okay, ngoja nitoe hii niweke chini hapa. Utabinya edit, then utabinya hichi kibox, utazifuta hizi zote, utaziselect kwa ajili ya kuzifuta. Hii utashindwa kuifuta kwa sababu ndio ipo kwenye charts hapa. Kwa hiyo tuta add kwanza pair nyingine. Pair ambayo utakuwa na trade ni gold. Kwa utaandika XAUD USD, XAU USD ambao ndo gold, au ukija tu hapa unaweza kaandika gold. Ukiandika gold utaiona, then utaiselect. Ukisha-select then hold, afu utabinya charts. Ukishabinya charts utarudi tena kwenye quotes, utabinya edit ili kuifuta sasa hii pair ya juu hapa, then utaidelete, utaifuta. Kwa mpaka hapo tutakuwa tumekamilisha steps ambazo zinatakiwa. Kwa hapa sasa kinachobaki ni kutrade. Kutrade tutaanza kutrade asubuhi kuanzia saa 2 kwa sababu ndo soko kidogo linakuwa liko vizuri. Kwa hiyo nitakuwa natuma signal kupitia Discord. Naona Discord sasa hivi haifunguki bila VPN, lakini before ilikuwa inafunguka
bila VPN, just few hours. Sasa nafikiri sometimes I don't know what's going on, lakini huaga inafunguka bila VPN. Sometimes hata Snapchat inafanyaga hivyo hivyo, lakini baadaye inarudi. Kwa hiyo I don't know what's going on, lakini I hope maybe mpaka kesho itakuwa inafunguka tu bila VPN. The reason why I wanted to use Discord ni kwa sababu Telegram ni mpaka VPN. Kwa unakuta nikituma signal mtu anachelewa kuona, kwa inakuwa changamoto. Sasa jinsi ya kuweka signal ni kwamba kuna njia mbili. Unaweza kubinya hapa trade. Ukishabinya trade unabinya hapa juu kwenye sehemu ambayo imeandikwa plus. Okay, ngoja nitumie account nyingine kwa sababu hii haifanyi kazi sasa hivi. Nitumie account yangu hii. Okay, hapa niko na order ya gold. Okay, unabinya hapa juu hapa sehemu imeandikwa plus. Then let's say kwenye grupu nikiwa nimetuma kitu kama hichi, nimesema hichi hapa. Okay, kama hii buy gold now, buy XAU ambao ndo gold. Nikisema XAU au gold it's the same thing. Nikiwa nimetuma kitu kama hicho kwenye group, maana yake utaingia hapa kwenye chats. Unaweza kaingia hapa kwenye chats ukabinya hapa juu hapa hii sehemu imeandikwa buy, lakini sasa hivi haionyeshi vizuri kwa sababu ya soko limefungwa, lakini hapa kikawaida inakuwa inaonyesha alama blue, then hii nyingine inakuwa na green. Sasa ili kuweza kupata hivi kitu kama hichi, unatakiwa ubinye hapa juu kwenye hichi kiboksi cha blue na red. Kuna kibinya hapo, kinakupa hizo options za kusell na kubuy. Umeona Kuna kibinya hapo, kibinya hivyo kinaleta kuna lot size ambapo ndo shingapi kama unataka ku risk. I will provide how much you supposed to write hapa katikati hapa katikati. Umeona Kwa hiyo ndio njia ya kwanza. Let's say nikisema buy, maana yake unakuja unabinya charts then unabinya tu buy, lakini unatakiwa uhakikishe hapa lot size ipo kama nilivyosema. Kwa hiyo ndio njia ya kwanza. Njia nyingine ni unaweza kubinya trade then ukabinya each box huku, then kina plus huku kulia, then unahakikisha hapa juu iko execute, alafu hapa chini lot size ambayo naweza nikawa sasa nimesema kwamba tutumie ngapi. Let's say naweza kawa 0.5 au 0.1 au just nitawa inform, then unabinya kama ni sell au buy huku chini huku. Sasa hivi nashindwa kufanya hivyo kwa sababu ni Jumapili na soko limefungwa. Hiyo ndo njia ya kuweka signal. Sasa kuna option nyingine, let's say nikawa nimetuma ngoja nifute hii. Nikawa nimetuma mwongozo wa nashindwa kufuta kwa sababu VPN. Nikawa nimetuma mfano hii ambao ni buy limit hapa. Hii ambayo inaonyesha buy limit. Hapa kwenye buy limit nimesema kwamba nunua kwenye 44.57, alafu stop loss. Yani stop loss maana yake usipate hasara kama price itaenda against hii hapa 44.53, na TP maana yake take profit iwe labda 45.46. Kwa utakuja hapa, hiyo ni buy limit, yani maana yake kwa wakati huo bei inakuwa haijafika, kwa sababu kwenye forex ni kuuza na kununua. Kwa wakati huo unakuta labda bei haijafika, kwa utabinya hichi kidude hapa juu cha kimechorwa kama kisaa hichi, unakibinya tab. Ukishakibinya kama nimesema ni buy limit, maana yake utauchukua mstari utaushusha chini mpaka kwenye
ile amount ambayo nimesema. Kwa let's say kwa mfano let's say ni hapa. Nimesema ndo buy limit hapo, inatakiwa iwe hapo. Lakini na lot size unatakiwa uhakikishe hapo, ukiangalia vizuri hapa kwenye mstari wa blue utaona imeandikwa buy limit 0.1. Kwa let's say kwa mfano nimesema kama unatakiwa utumie lot size ya 0.002, kwa utabinya tena kwenye hichi kimstari cha blue hapa juu, then uta edit lot size, utaandika 2. Inategemea na lot size nimesema tunatumia ngapi. Kwa utaandika hapo, then sell limit utabinya kwenye SL, utaangalia pale nimesema ngapi. Kwa uta scroll hivi kwa ajili ya kukiweka sawa sawa. Inaweza siwe sawa sawa, lakini utaweka tu karibu na take profit. Nimekosea, nimebinya pembeni. Kwa utabinya hapa SL na take profit, labda nimesema iwe juu, labda hapa. Umeona? Kwa kitu let's kama hapa. Umeona? Then utabinya hapa kwenye mstari wa blue, then utahakikisha price iko sawa. Kama iko sawa, maana yake utairekebisha tu kwa kuedit, kwa kuandika labda 54, 56. Hii kushoto maana yake ndio inakaa stop loss. Utaangalia stop loss nimesema ngapi, utaandika labda nimesema 80 na take profit labda nimesema hivyo hivyo, then utabinya hapa place. Sasa hivi hauwezi kuplace kwa sababu soko limefungwa, lakini kama lingekuwa linafanya kazi maana yake unabinya tu hapo. Hiyo ndio njia ya kwanza ya kuweka order limit. Order limit maana yake bei kwa wakati huo inakuwa haijafika katika price husika. Lakini njia nyingine ni unabinya kwenye trade, then unabinya kwenye kibox hichi, then una change hapa baada ya kuwa execute market execution, ambao market execution maana yake hii ukibinya hapo, let's say ukibinya buy or sell, ina buy immediately, yani ina buy hapo hapo. Kwa sisi kama nimetuma ni buy limit, maana yake unabinya hapa juu kwenye execution, then una change. Kama nimesema ni buy limit au sell limit, una select, then kwenye price unaandika price ambayo nimesema, then kwenye stop loss unaweka stop loss ambayo nimesema, then kwenye take profit unaweka kwenye take profit ambayo nimesema. Nimejiandikia tu hapo, lakini kikawaida ndio inakuwa hivyo. Then unabinya pale place, then utaiona hapa imekaa kwamba buy limit order. Okay, kitu cha mwisho ni kwamba ukishaweka signal, mimi nitatuma message kama hii chini, hii ya mwisho kabisa, BE manake ni break even and 50%. Manake let's say order yako tayari imesharun kwenye profit. Hii ni order ambayo nimefungua since last week. Na sitaki kuelezea sana, lakini ni order ambayo nimefungua toka last week. Ilikuwa imerun mpaka $100, lakini imerudi inarudi kwenye loss, lakini tayari nimeshaweka stop loss hapa. Ukiangalia hapa utaona hii imeandikwa SL, maana yake ni stop loss. Maana yake kama soko litafunguka price imerudi juu, maana yake mimi nitakuwa sijapata hasara. Hiyo order itakuwa imejifunga labda na $30. Lakini kama soko litafunguka hii price imeshuka, thamani ya gold imeshuka, maana yake nitakuwa nimepata faida. Inategemea na soko litafungukia wapi. Kwa hiyo nikisema BE and 50%, maana yake ni kwamba utakuja kwenye order yako ambao ni kama hii, itakuwa ina run kwa wakati huo, then utaihold. Ukishaihold itakwambia hivi close position, kwa utabinya close position. Ukishabinya close position, kwa kama lot size nimesema mtumie 0.02, kwa sababu nimesema 50%, wewe uta hapa juu hapa uta select 0.01. Kwa hiyo maana yake uta close 50% ya profit ambayo ina run kwa wakati huo, ambao kwa mfano sasa hivi ilikuwa ina run $30. Kwa ukisema una close, maana yake 50% ya $30 ni $15. Kwa maana yake utakuwa umeisecure, utakuwa umeiclose. Maana yake yani hiyo kwa wakati huo utakuwa umeikeep, yani utakuwa tayari sasa umeshaitoa kwenye market. Kwa hiyo itabaki $15 na nyingine. Hiyo ndio maana ya ku
close 50%. Lakini maana ya ku break even maana yake ni kwamba kama tulikuwa tuna sell, maana yake unachukua, let's say hapa ndo tulikuwa tumesell hapa kwenye hii 43 48 tulikuwa tumesell hapa, ndo tumesell hiyo. Kwa sasa jinsi ya kuweka break even ni kwamba unachukua mstari wa stop loss huu wa stop loss, kama tuna sell maana yake unauweka chini yake kidogo kama hapa, then unabinya confirm kwenye hichi kidude cha blue hapa, au kama tulikuwa tuna buy unauweka juu yake. Maana yake hii ni nini? Maana yake ni kwamba ikitokea kama tulikuwa tuna sell, price ikaenda juu, ikifika kwenye huo mstari ambao ni SL ambao ni stop loss, maana yake order inajifunga automatic, maana yake wewe unakuwa upati hasara. Na kama tulikuwa tuna buy, maana yake price ikiwa inashuka thamani, ikifika kwenye mstari maana yake inajifunga automatic. Ndio maana ya ku break even na ku secure 50%. Nafikiri mpaka hapo nitakuwa nimeeleweka. Kama utakuwa hujaelewa, try kuirudia video, au unaweza ukani contact ukaniuliza maswali nikakuenlighten vizuri. Kwa hiyo ndo njia ya ku copy and paste signal. Lakini pia kama hujaelewa, unaweza ukaingia YouTube ukaandika tu how to paste signal, how to copy signal, ukaona example tofauti zipo kwenye YouTube, au ukanitafuta tu nikakuelezea vizuri hivyo. Yeah.